Inawezekana wengi tukikohoa tunachofanya ni kwenda pharmacy na kuchukua cough syrup bila kufahamu kikohozi ni aina gani. Lakini ukweli ni kwamba kikohozi si kimoja na syrup si aina moja. Kulingana na dalili alizonazo mtu, tunaweza kukiweka kikohozi katika aina 4. Na hapa kuna jambo la muhimu ambapo pengine watu hawalifahamu. Unaweza ukatumia cough syrup isiyo sahihi lakini ukapona na kudhani kuwa ndio imekusaidia. Kumbe ukweli ni kuwa asilimia kubwa ya vikohozi husababishwa na maambukizi ya virusi na mara nyingi hupona chenyewe ndani ya siku 7 hadi 10. Ndio maana kikohozi kikizidi zaidi ya wiki 2 au kikiongezeka siku hadi siku ni muhimu kumuona daktari. Kikohozi cha kwanza ni kikohozi kikavu au dry cough ambapo hakuna makohozi, na hapa ni dawa ya kuzuia au kupunguza kikohozi. Kikohozi cha pili ni productive cough na hapa kuna makohozi. Hapa unahitaji dawa ya kusaidia kutoa au kulainisha makohozi. Mfano, una makohozi alafu unachukua dawa ya kuzuia kikohozi. Maana yake unauzuia mwili kutoa makohozi ambayo yalipaswa kutoka. Baadhi ya tafiti kutoka Afrika zilionyesha kuwa sehemu ya watu, hasa watoto wadogo, waliotumia dawa za kuzuia kukohoa walikuwa na hatari zaidi ya kupata maambukizi zaidi au matatizo kwenye mfumo wa upumuaji. Aina nyingine ni kikohozi cha allergy. Hizi mara nyingi huambatana na dalili nyingine kama vile mafua, kupiga chafya na koo kuwasha. Hapa cough syrup zenye kundi la dawa la antihistamines huweza kusaidia. Na mwisho, kwa baadhi ya watu dalili hizi huweza kuchanganyika sana. Hapa zipo combined cough syrup ambazo huweza kusaidia dalili nyingi kwa wakati mmoja. Lakini kama kikohozi kimeambatana na homa, kifua kuuma na dalili nyingine, ni muhimu kumuona daktari. Kikohozi sio kimoja na cough syrup sio ya aina moja. Next time unapoenda duka la dawa kuchukua dawa ya kikohozi, elezea aina ya kikohozi chako, sio kusema tu nipe cough syrup.